Nianze kwa kuwapongeza kwa namna ambavyo mnafadhilisha mambo haya ya Allah na mtume wake, kama ambavyo mtanguliaji ndugu yangu kaka yangu Imam Yasini alitangulia kuwapongeza, na mimi nampongeza kila mzazi ambaye amefanya juhudi yake usiku na mchana kuhakikisha kwamba mwanaye anakuwa ni mtu ambaye anapata elimu kama hii ya uongozi, na akamgharamikia katika masuala kama haya ya mavazi, ambapo leo watoto wanaonekana wanapendeza kwelikweli, mashallah alaikum. Kwa hiyo Allah awalipe kwa juhudi hiyo kubwa ambayo ameionyesha. Nimekaribishwa mbele yenu siku ya leo. Nianze kwa kutambulisha kwamba kwa jina naitwa Isa Ali almaarufu Alhabibi Kibaramoto. Mimi kazi yangu ndo kama hii mnavyoiona ya kufikisha maneno ya Allah tabaraka wa taala. Yesu ambaye naama kutoka mtu mmoja mpaka mwingine, mtaa mmoja mpaka mwingine, kana kwamba sina gogo, kana kwamba sina gogo walipotea njia, nikiwakumbusha watu kuhusiana na masuala mazima ya dini yao, hususan katika zama kama hizi ambazo dunia inatoa salamu za kuwaja. Kwa hiyo ndugu yangu amenikaribisha nisome na nyinyi kutokana na kwamba haya ambayo yamesibu katika umma kama wewe katika zama kama hizi umegubikwa na wewe za dunia, ya kwamba tunasahau mambo ya Mungu. Kwa hiyo nimeitwa mbele yenu niongelee kuhusiana na swala zima la mmomonyoko wa maadili katika zama ambazo tunazo. Kwa hiyo ni jambo ambalo kimsingi inahusiana na swala zima la malezi. Kwa hiyo nipo mbele yenu kwa ajili ya kufikisha jambo kama hilo. Naomba uwe na subira na mimi kwa hiki ambacho Allah amenikadiria kukifikisha kwenu. Ni wazi kwamba tuko katika dunia ambayo inaonekana kabisa kwamba tumeacha kufikiria mwenendo ambao Allah amemchagulia kwa kutuletea vitabu na manabii katika siasa, uchumi, mpaka utamaduni wetu. Tumeacha kabisa maneno ambayo Allah tabaraka wa taala amemchagulia. Matokeo yake leo tuliposikia ni kwamba tumeacha kwamba Mungu si wa Hindi, si wa Afrika, kote huko maadili yanamomonyoka. Kwa hiyo hizi zama za mwisho, zama za dalili za kiyama, hiyo ndio sifa yake, kwamba mmomonyoko wa maadili pamoja na ushirikina ndio zama zimegubikwa na mambo kama hayo. Kwa hiyo jambo la mmomonyoko wa maadili ni jambo ambalo litamuumiza yule ambaye anamtambua Allah na mtume wake, yule ambaye anataka radhi za Allah na mtume wake, yule ambaye anajua kwa nini yuko hapa, ametoka wapi, yuko hapa kwa ajili ya nini na anaelekea wapi. Ndio jambo ambalo litamshughulisha la mmomonyoko wa maadili. Lakini yule ambaye anaitaka dunia tu, kila analoona alipate kwenye dunia pasina ya kuchunga mipaka ya Allah, yeye kwake mmomonyoko wa maadili haumshughulishi hata kidogo. Kwa hiyo jamii za watu wa Magharibi, wazungu wa Ulaya na baadhi yao wengine wa China, wa Hindi na Waafrika pia, mambo haya yanakuja yanaenea kwa kasi katika jamii zetu. Miongoni mwao jambo hili haliwashughulishi kabisa, maadamu kwamba wao bwana wanapata mavuno yao. Mmomonyoko wa maadili kwao ni jambo ambalo hawashughulishi. Kwa hiyo mwisho wa siku leo tukiona kama mfano mambo kama haya ya utekaji, mambo ya mauaji, usaliti, pombe, makamari, riba kuenea katika miji kama yetu, lakini alimradi mtu kama huyo kufungua biashara yake kama hiyo na kuingizia maokoto, yeye hajali kabisa kwamba Yesu tunafunga maadili au mtungi maadili. Sasa ni wajibu kwa watu ambao wamekusanyika, ambao wanapenda ustawi wa maadili, wazazi ambao wanachukia mmomonyoko wa maadili. Kwa hiyo kama ni hivyo basi, kuna wajibu kwetu kuambiana mawili matatu kuhusiana na haya masuala ya mmomonyoko wa maadili. Chanzo ni
ni nini na namna ya kukabiliana nayo katika zama kama hizi, ni kwa sababu ni jambo ambalo aliyethibiti ni Allah amemkadiria hivyo, na mtume wake alimbashiri, amebashiri kwamba katika zama kama hizi, wakati dunia iko katika ukurasa wa mwisho kabisa, lazima litokee jambo kama hilo ili tujaribiwe. Wakina nani watamshika Allah na mtume wake wasiingie katika huo mmomonyoko wa maadili, na wakina nani kwamba watamwasi Allah na mtume wake na wao penda na maji katika huo mmomonyoko wa maadili, na wao kama mmonyoka kabisa. Kwa hiyo jambo la mmomonyoko wa maadili leo na sisi wenyewe kuihama Qur'ani na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika siasa, uchumi na mpaka utamaduni. Kwa hiyo kulingana na lile ambayo imetokea hapa, hatutazungumzia masuala ya siasa wala ya kiuchumi, bali tutachagua hili jambo la malezi, ambayo ili yapatikane ya malezi kuna swala zima kubwa la ndoa mpaka watoto wanapatikana. Utaongelea katika mtindo kama huo, mathalani utauchukulia ndoa kwa chanzo chake kinatokea wapi kwenye ndoa zetu, mpaka na mmomonyoko wa maadili kwa sisi ambao kwamba tutetea kinga viwili vyenye uzito, kitabu cha Allah na sunna za mtume wake. Kwamba Allah anasema katika maneno, na Allah ni muweza katika jambo lake. Hapa ndipo jamii inapoanza kujengwa mpaka inapatikana taifa zima. Ni kwa sababu ya jambo hili tu la ndoa baina ya mwanaume na mwanamke ambao wanakubaliana kuanza maisha pamoja, kuendesha maisha yao. Sasa sababu za ndani zinakuja kwenye swala hili la ndoa, linaanza mwanzo kabisa kwenye kuchagua mwenza wa kumwoa au kuolewa naye. Tunaelezea hapa namna tunavyoiama Qur'ani na mafundisho ya mtume wa Allah, ambaye kwenye swala la ndoa mtume wa Allah na Allah mwenyewe na mtume wake wametuwekea miiko au kanuni za kuingia katika hilo jambo la ndoa, kama Allah mwenyewe anasema katika sura Al-Baqara aya 221 akisema, wala tankihu al-mushrikati hatta yu'mina ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنا ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولا عبد مؤمن خير من مشرك أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. Allah anasema maneno kama hayo katika sura Al-Baqara aya 121 aya 221 akisema kwamba siwaozeshe wanaume washirikina mpaka waamini, na mwanaume mtumwa. Allah ametumia mwanaume mtumwa kwa sababu wakati Qur'ani inashuka kulikuwa na hao watumwa wa kiume. Kwa hiyo hawa watumwa wa kiume kwa leo tunaweza ukasema kwamba yule maskini oyae pangu takavu ya mchuzi. Allah anasema kwamba hao maskini ni bora kuliko mwanamke mshirikina. Au aya imeanza kusema Allah anasema msiwaozeshe. Msiwaoe hapa ni msiwaoe wanawake washirikina mpaka waamini. Msiwaoe wanawake washirikina mpaka waamini. Na kijakazi mwanamke ambaye ni muumini mwenye imani ni bora kuliko mshirikina mwanamke, hata kama huyo mshirikina mwanamke atakuwa na uhuru wa kustajabisha, atakuwa ni mtu maarufu, atakuwa ana cheo, atakuwa ana mali, lakini kwamba kijakazi mwanamke ambaye ameamini, ana imani, amefuza nguzo sita za imani ni bora kuliko mwanamke mshirikina, hata kama
kuvutia. Kadhalika Allah pia akawaambia wanaume pia kwamba tusiwaozeshe mabinti zetu wanaume washirikina, hata kama watakuwa na wao pia wanavutia kwa mapambo yao ya nje, wana magari, wana mali, wana vyeo vikubwa, watu maarufu, yes, kwamba mwanaume ambaye ni mtumwa weaye ni bora kuliko tajiri ambaye ni mshirikina. Ulaika yad'una ila nari, Allah anasema hao wanaitia katika moto. Wallahu yad'u ila jannati wal maghfirah, Allah anaitia katika pepo na katika msamaha wake ili kwa idhini yake. Wayubayyinu ayatihi linnasi la'allahum yatadhakkarun, Allah anabainisha aya zake kwa watu, pengine watu hao watakumbuka au watu hao wapate kukumbuka wanapoingia katika swala la ndoa. Kwa hiyo njia nyepesi ya kumjua mshirikina ni ipi? Tunaishi katika zama ambazo wengi wetu ni washirikina ambao hatuelewi, kwa sababu wengi tunajua eti shirki ni kwenda kuabudu sanamu peke yake, jambo ambalo hiyo ni maana ndogo au chache ya shirki. Bali shirki ni kule kuvunja nguvu sita za imani, huko kumwamini Allah, kutoamini malaika wake, vitabu vyake, manabii wake, siku ya mwisho, pamoja na kutoamini kadari yake Allah alivyokadiria na shari na kheri tufike. Bwana, funguzeni kelele kidogo. Kama hawa wanakaribishwa, wanasifiwa, nyimbo zao zinapigwa, filamu zao zinaonyeshwa, mapicha yao yanabandikwa, watu ambao kimsingi ni washirikina. Kwa hata pia kwa upande wa wanawake pia, wanawake kama hawa ambao wanaonekana kwamba wao ni masupamodo, warembo, maactress, ndio watu wanaonekana kiigizo cha jamii, ya kwamba watu kama hawa wakiingia katika nyumba wakitaka kuolewa na mabarabara wa Waislamu, basi wazazi wao wanaimiza kwelikweli, kwa sababu ya umaarufu wao, kutatoa uchi katika mitandao ya kijamii, kazi zao, mapato yao ya haramu, lakini watu hawajali. Watu kama hao wanapewa waruge kabisa na watu ambao ni waumini. Hili ni jambo ambalo Allah kalikataza pia pale katika sura An-Nur aya ya 3 aya 26. Allah anakataza mambo kama hayo, na Mtume wa Allah akasherehesha katika hadithi zake akasema kwamba mwanamke anaolewa kwa mambo manne: kwa mali yake, kwa uzuri wake, kwa tabia yake na kwa dini yake. Ana haki ya kuchagua wa kuoa, na mwanamke pia ana haki ya kuchagua wa kuolewa naye kwa kuzingatia dini na tabia yake. Dini ya kumwaje? Dini ni kila ambaye anajua kusoma Qur'an, aliyehifadhi juzuu 30, au ni kila anayetosheke, au ni kila anayevaa kanzu na kilemba, au ni kila anayevaa baibui, nikabu, ndio mwenye dini. Uliweka katika mtazamo mwepesi, simshughulishe mtu. Dini, ukitaka kumjua mwenye dini ni yule ambaye anafuatisha maamrisho ya Allah na makatazo yake, hata kama atakuwa adui au hajahifadhi chochote katika Qur'ani, lakini kwa kusikia kwake tu akaamrishika na akakatazika kwa maneno ya Allah na mtume wake, basi kufahamu kwamba mtu huyo ana dini. Kwa hiyo mwenye dini ni yule ambaye tabia yake ni Qur'ani. Mwenye dini ni yule ambaye ametimiza nguzo sita za imani, kuzuia na mambo machafu na maovu. Kwa hiyo jambo la dini ndio hivyo. Tayari wameona watu kama hawa. Sasa unakuja kipengele kingine katika hiyo ndoa ambacho ndio nukta muhimu katika kuona kwao, kwamba kuna swala la kustarehe baina ya mke na mume, jambo la jimai. Dini inasemaje kwenye jambo la jimai? Kuna Allah anatuambia sallallahu alaihi wasallam, kuna dua katika tendo la jimai, kuna dua katika tendo la jimai. Kuna Allah anatufundisha dua kama hii, anasema kwamba tuseme bismillahi allahumma jannibna shaitana wa jannib shaitana
kuepushe na shetani na kiepushe na shetani hiki ambacho utakiruzuku katika tendo kama hili. Dua kama hii ni muhimu mno kwa wanandoa kuijua, mwanamume na mwanamke ambaye yuko kwenye ndoa, ili kuepusha kizazi sio kizazi ambacho kinaguswa na shetani, kizazi ambacho kitaenda kumwabudu shetani. Kwa hiyo hizi ni sababu za ndani ambazo tuna uwezo sisi wa kuzuia tuendapo tutaamua kubadilika. Zipo kwenye mikono yetu hizi, tunaweza kuzibadilisha, kuzuia kizazi kiovu, kizazi ambacho hakijali maadili. Kuna dua mpaka katika tendo la jimai kwenye hii dini yetu. Kwa hiyo dua kama hii sasa ndio itaenda kupelekea kwamba kwa mzazi au wazazi kama hao wanapata mtoto wa aina gani au watoto wa aina gani, mtoto mwema au mtoto mwovu. Allah kaelezea watoto wawili kwenye Qur'ani min sura Al-Ahqaf. Mtoto mwema kamwelezea katika sura Al-Ahqaf aya 15, akimwelezea mtoto kama huyu. Tutaeleza kwa majina ya Kiswahili kwa muda kwamba Allah anasema tukamhusia mwanadamu kuwafanyia wema wazazi wake wawili. Mama yake amebeba mimba kwa tabu na akamzaa mtoto huyo kwa tabu, na kuibeba mimba yake mpaka kumwachisha zima kunyonya ni takriban miaka 30. Mwanasiasa maarufu huyo sio mtoto mwema, hata kama atakuwa anakustiri, hata kama atakuwa anakuletea maukoto, bado hatoshi kuwa mtoto mwema katika jicho la Allah na mtume wake. Mtoto mwema ni yule ambaye Allah anamwelezea katika sura Al-Ahqaf aya 15, ambaye wanasema maneno kama haya: rabbi auzi'ni an ashkura, niwezeshe niwe mwenye kushukuru neema ambazo umeniwezesha mimi na wazazi wangu, na unifanye niwe mwenye kufanya matendo mema ambayo umearidhia, na unitengenezee kizazi changu, watoto wangu. Mimi nimetubu kwako, na mimi katika ambao wananyenyekea kwako. Huyu ndiye mtoto mwema ambaye Allah anamkusudia. Na mtoto mwovu Allah alimwelezea katika aya 17 kwenye sura hiyo hiyo: walladhi qala liwalidayhi uffin lakuma, ambaye anawapokea wazazi wake anaambia atameni na mimi bwana, ataibunani an ukhraja wakad khalat alqurun min qabli, mnanisisha kwamba eti mimi nitafufuliwa wakati zimepita zama nyingi kabla yangu, watu watafufuliwa. Yeye ananiambia eti nitafufuliwa mbele ya Allah, nitakuja kuulizwa kwa sababu sijafanya wema. Wanangu, watoto, wanafunzi, ulieni kidogo basi, kumbukeni kidogo. Mtoto mwovu, ukimwona mtoto kama huyu huyo ndio umefeli. Mtoto ambaye anakufikisha moyo wako muamini Allah, inna wa'da Allahi haqqun, hakika ahadi ya Mwenyezi Mungu ni kweli, utakuja kufufuliwa mtoto wetu. Mtoto kama huyu anasema fayaqulu ma hadha illa asatirul awwalin, hakuna lolote bwana, hizo visa bwana vya kale watu wamevitunga hivyo, wanatuambia kunafufuliwa, eti utakuja kuadhibiwa kuwafanyia maasi, kuwaasi wazazi wako, kuhakikisha kujeuri wazazi wako. Ukiona umepata mtoto kama huyu, basi huyo wewe umepata mtoto mwovu, hata kama atakuwa anakusajili katika maisha yako. Na Mtume wa Allah akasema kwamba idha mata ibn adam yanqatu amaluhu illa min thalatha ahaduhunna minhunna. Mtume wa Allah akasema waladu salih yad'u lahu, mtoto mwema ambaye atakuwa anakuombea dua. Kwa hiyo wazazi, muwe makini, muwe hadi kwa hiki ambacho tunachoongea, kwamba sisi wazazi tulikuwa hapa tulikuwa kama hawa watoto ambao tumekuja nao, wengine wananyonya,
kujaribu, halafu tunaondoka. Kila mmoja Allah anamjua kwa jina lake, tulinyuma mpaka kwa Nabii Adamu. Kwa hiyo mdharau mkadhani kwamba Allah amemsahau. Allah hajamsahau hata mmoja kwa majina yetu na koo zetu. Kwa hiyo ukizingatia hizi sababu za ndani ambazo tumezitaja hapa, utaona kabisa kwamba chanzo cha ndani cha mmomonyoko wa maadili ni wanandoa kushindwa kutimiza wajibu mtukufu wa kufuata mwongozo wa Allah na mtume wake katika kuchagua mume au mke mwema. Mume au mke mwema. Mume mwema au mke mwema, Allah kapigia mfano mwanaume kama huyu, lakini haina maana kwamba eti mwanaume peke yake ndio anatakiwa awe hivyo, bali mpaka mwanamke mwema au mke mwema anatakiwa na tabia kama hii ambayo Allah anaelezea kwenye hiki kitabu chake. Tunajua miongoni mwetu wapo ambao wajane, wapo ambao kwa namna moja au nyingine wamebarikiwa na Allah kuingia katika swala ya nikahi la ndoa, na wapo ambao wameachika ya kwamba maisha yao wanalea watoto peke yao. Kwa hiyo huwe unalea mtoto peke yako au na mwenzi wako, basi unatakiwa ili uwe mzazi mwema, uwe kama Luqman alipokuwa anampa mawaidha mtoto wake akimwambia, ya bunayya la tushrik billahi, usimshirikishe Allah, inna shirka la dhulmun adhim. Huyu Luqman anamwambia mwanae katika sura ya Luqman. Kwa hiyo jambo kama hili mpaka mwanamke mzazi wa kike anatakiwa wahusie, awape mawaidha kama haya watoto wake, kwamba mwanangu usimshirikishe